diaspora na familia zao. Kuna diaspora ambao pengine wanaweza wakawa wameshaingia kwenye, wanatafuta expiration date ya ndoa yao. Yes. Labda alifunga ndoa Tanzania, lakini sasa anafikiria kuprocess divorce akiwa nje ya Tanzania. Inamlazimisha kurudi Tanzania, ama akiprocess divorce huko akirudi Tanzania bado hiyo hukumu ina apply, ama hii imekaaje? Again, tunaishukuru teknolojia. Ndio. Tunashukuru teknolojia kwa sababu hata mahakama saizi ni ya kidijitali. Mahakama mtandao. Mahakama mtandao kwamba unaweza ukafile kesi ukiwa popote. Okay. Lakini pia mahakama inatoa fursa kama kuhudhuria mahakama pia kwa njia ya mtandao. Nimekuwa na cases na wateja ambao wamekuwa wako nje ya nchi, wametoa ushahidi kwa njia ya video, na wametoa nyaraka kwa njia ya video, na zingine wamezi upload kwenye system ya mahakama, na cases zimefanywa, zimeenda, zimeisha, na hukumu inayotolewa hapo ina nguvu kama ile ambayo watu walikuwepo mahakamani physically. Okay. Kwa hiyo kama mtu anatafuta divorce, labda atafute wakili ambaye anaweza kumshauri katika stages. Tunaanzaje? Sababu kwenye divorce kwa mfano, kuna ile kuvunjika kwa ndoa. Nasema hiyo ni kwamba the marriage has broken down irreparably. Yani imeharibika, haifai tena, haiwezi beyond repair. Ni kama glasi ikianguka huwezi kuirejesha. Sasa mahakama inapaswa iwe na ifikie kwenye hilo lengo, ndio ifikie kwenye hatua hiyo. Ikishafahamu, ikishajiridhisha kwamba iko hivyo, basi kitu cha kwanza itatoa divorce. Kitu cha pili itajiuliza kwamba okay, mna watoto? Sasa kama mna watoto, wanaangalia watoto wana umri gani, halafu wazazi wanagawiwa sasa majukumu na haki wa watoto. Majukumu aidha ya kulea, kusomesha na kadhalika, lakini ni nani atakaa na mtoto wakati gani, wakati wa likizo, kwa muda gani, au kwa muda wote. Kwa inategemea ni mtoto wa kike, mtoto wa kiume. Sasa hiyo tunasema ni namna ya kuangalia welfare ya mtoto wakati ambapo wazazi wametengana. Lakini kuna kitu kingine cha tatu, kinaitwa machumo. Machumo ni Kiswahili, lakini wanasema joint properties ambazo watu walichuma wakati wa ndoa. Wakati wa ndoa kuna mali ambazo zimechumwa kabla ya ndoa, hizo huwa hazigawanywi. Lakini kuna mali zingine ambazo zimechumwa kipindi cha ndoa, lakini hizo pia kuna exception. Kuna zingine ambazo mlichuma kipindi cha ndoa, lakini kwa namna aidha makubaliano au kwa namna mlivyoishi inaonekana hizi ni za huyu. Kwa hiyo hizo pia na haziwezi kugawanwa. Kwa hiyo mahakama pia itaanza kuangalia namna ya kugawanisha mali, lakini pia kugawanisha majukumu kuhusiana na watoto. Kwa hiyo ukimshauri hayo, akiamua kukubalia kwamba wewe uendelee kumadvise mpaka divorce itakapotoka, hicho ni kitu kingine. Lakini akiamua kuchukua ushauri tu, akaamua kwenda peke yake, mahakama haiwezi kumwambia kwa nini unakuja mahakamani bila wakili. Kwa hiyo yeye pia akiamua, anaweza akawa na wakili wa kumtetea mwanzo mpaka mwisho, au akapokea ushauri akaamua kwenda nayo vile. Mahakama uzuri, yani inaweza kumentertain mtu na kumguide through the process. Yenye kwa sababu sio wote wanaweza kumudu gharama za mawakili. Lakini kwa hiyo unaweza any other way, unaweza ukafika ukajiwakilisha mwenyewe, na hata kama upande wa pili una wakili, unaweza kujiwakilisha mwenyewe na mahakama ikaona bado haki zako hazipotei. Okay. Kwenye mgawanyo wa mali, watoto ni sehemu ya mali? Hapana, watoto sio sehemu ya mali. Watoto sio sehemu ya mali, lakini pia kumekuwa na kitu ambacho ni interesting, labda nikisema kwa ajili ya kuna maswala ya watazamaji. Imekuwepo tendency kwamba sisi bwana, hizi mali hatuzigawani, tunazigawana kwa watoto. Hapana. Nilifikia kwenye kugawana mali, mtazigawana. Ukishagawiwa wewe ndio utachagua share yako, ndio utaamua mpe mtoto. Wewe uweze kumwambia mtu bwana, mimi sigawi kwa sababu nataka hii mali baki kwa mtoto.
Kwa hiyo kuna hukumu zimeshatolewa kwamba mali za wazazi kwenye mirathi yako utaamua. Wewe utaamua umrithishe au umwandikishe jina, lakini kwenye kugawana gawaneni kwanza. Okay. Sasa hii inanipa swali jingine hapo kwamba wazazi ni wa Tanzania, wamezaa watoto wakiwa nchi nyingine na watoto wameandikishwa uraia wa hizo nchi walikozaliwa. Kama walifunga ndoa Tanzania, wana process za divorce kupitia mahakama ya Tanzania. Mahakama inaweza ikaingilia custodian kwamba nani atabaki na watoto watakuwa kwa nani, kama watoto hawa ni wa wazazi hawa ambao ni wa Tanzania, lakini watoto sio raia wa Tanzania. Uraia huwezi kumnyang'anya mzazi haki ya kuwa na mtoto wake. Wow. Kwa hiyo wewe hata mwanao hata kama ana uraia sehemu nyingine, lakini hata akiulizwa huko mzazi wako ni nani, atamtaja ni Justus, hata kama Justus ni Mtanzania. Yaani hata kama umepigwa PI, mtoto ni wako wako. Okay. Mtoto ni wako wako. Kwa hiyo haki ya wazazi kwa watoto na haki ya watoto kwa wazazi haiwe affected na uraia wa mzazi au wa mtoto, as the case may be. Okay. Kwa nchi nyingine nimewahi kusikia kwamba kuna ndoa zinazofungwa mahakamani. Tanzania nimesikia kuna ndoa za halmashauri za serikalini. Kwa mahakama zetu za Tanzania pia kuna hiyo huduma ya kufungisha ndoa. Kama ipo, wanaweza watu wakafunga ndoa online pia. Tanzania tuna namna. Sisi tunasema tuna aina mbili za ndoa. Ndoa ya mke mmoja na ndoa ya mke zaidi ya mmoja. Lakini sasa solemnization au namna ya kucelebrate hiyo ndoa kuna aina 3. Aina ya kwanza ni kwenye Christian rites. Alafu kuna ya Kiislamu. Lakini pia kuna ya asili au labda ya kimila. Ndio. Ya kimila ninavyofahamu mimi. Kwa hiyo hizo ndizo ndoa ambazo tunaamini zinatambulika, lakini tuseme au kwa tujumlishe kama za religious rights. Alafu kuna ndoa ya kiserikali. Ndio. Lakini na traditional. Okay. Kwa hatujawa na mahakama haijiingizi kwenye huu mchakato wa kufungisha ndoa, lakini hata kama, na swali lako la mwisho kwenye hiyo ni kwamba hakuna ndoa ya online. Kwa sababu lazima ndoa zote ambazo zinafungwa kwa sheria za Kitanzania lazima zishuhudiwe na mtu zaidi ya mmoja physically. Kwa hiyo wale wasimamizi mnaokuwa nao wawili, actually hata kanisani ile ni takwa la kisheria. Kutangaza ndoa kwa siku 21 ni takwa la kisheria, na kuwa na mashahidi ni takwa la kisheria. Kwa hiyo ikifungwa kwa DC, ikifungwa kwa shehe, ikifungwa kwa kasisi, kwa pastor au kwa padri, lazima zicomply hivyo. Lakini nafikiri kwenye mkeka pia ndio. Ya mkeka kwa kweli na mashahidi pia. Ya mkeka sio ndoa kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Ya mkeka sio ndoa kwa sababu kwanza kuna vijana wenda wanataka kujihalalisha. Ndoa ni mkataba. Na mkataba lazima ufanyike kwa free will. Ndoa ya mkeka ni kulazimishana. Lakini ukiangalia pia, ukienda kwenye sheria ya ndoa, hizo siku 21 zipo. Ndio. Lakini of course wameshuhudia wale wanaopaswa kushuhudia. Nafikiri tu hiyo ni shortcut. Nani msajili wa ndoa akijua mazingira ya ndoa hiyo ilivyofungwa, hata hicho cheti hakitoki. Okay. Sawa.